walinyakua madaraka kinguvu ya kwamba Wakenya hawataogopa kuitisha haki yao. Hata waue watu, huwezi ukaua watu milioni 50. Hatutaogopa. Mbeberu aliua Wakenya, hatukuogopa. Hata endelea na hiyo kazi ya kuua watu, lakini hatutaogopa. Na utakuja kulipa, sababu katiba inasema uheshimu maisha ya kila mtu. Sisi tunamwambia tumejikaza. Mtajikaza nyinyi? Muko tayari? Hata sisi tuko tayari, tutajitolea ndivyo zote tuweze kufaulu. Na sababu mnasema ni maandamano, basi tuimbe ya maandamano. Wakenya msilale, lale, Wakenya msilale, bado maandamano. No, maandamano. Tubadilishe tuibe bado maandamano. Bado maandamano, maandamano, maandamano. Bado maandamano, maandamano, maandamano. Bado Sasa jambo la mwisho, niliona mwingine akisema ati haikuwa maandamano, eti tuliharibu mali na tuliiba. Mimi nataka kukuambia wananchi walikuwa na amani mpaka polisi wakaleta fujo. Ni kweli au si kweli? Kama una hakika iko mali ya watu tulivunja, wachana na hawa wananchi, kujia Raila, mimi na wenzetu. Kama hautatukujia, wewe funga domo, uache kudanganya watu. Wananchi wapendwa, mujikaze. Hii ni wakati mbaya, lakini tukiungana haki itapatikana. Asanteni sana. Patia hawa nini? Patia hawa vijana hapa. MCS hapa. Kitengela oe! Kitengela tibim! Kitengela ria! Mimi naitwa Mheshimiwa Matuya. Mimi ndio MCA wa hapa Kitengela. Baba, nataka nikuambie ya kwamba Kajiado umebaki na kiongozi ambaye anasimama na watu ambaye ni Matuya. Na sisi tunasema kama watu wa Kitengela, gharama ya maisha isipopanda, tupatie tarehe. Asante sana. Kitengela oe! Kitengela oe! Mimi naitwa George Yogo kutoka Kajiado North Constituency. Baba, tunakuhakikishia wafanye wanavyofanya, lakini tunasubiri tarehe. Tunarudi kwa barabara. Kitengela mambo! Kitengela mambo! Mimi naitwa Mheshimiwa Gor Jaluo mmoja kuchaguliwa kaunti ya Kajiado. Bado mapambano, au sio? Kitengela oe! Kitengela oe! Mimi nataka kuhakikishia baba, tuko pamoja na wewe kwa haya mazungumzo, na wakikataa kutusikia tupatie date. Mimi hapa na Mheshimiwa Matuya tutafanya kazi ya Kitengela. Mko sawa? Haya. Kwa majina naitwa Lydia Ngaira, si mnanitambua? Demu wa mtaa, si ndio? Haya. Kitengela oe! Kitengela oe! Unajua Kitengela ni Kenya kwa sababu hapa kuna Wakikuyu, Wamasai, Wajaruo na kabila yote. Lakini kuna mtu mmoja kutoka kwetu nyumbani ambaye ameanza kunyamba Kenya. Anaitwa Gachagua. Gachagua akifungua mdomo ni kupiganisha Wakikuyu na kabila zile zingine.
kazi yake ni kuongea mambo ya mzee Raila Odinga na kutisha viongozi wale wengine. Kwa niaba ya Wakikuyu, mimi nataka kumwambia ya kwamba sisi Wakikuyu tunaheshimu mzee na tunaheshimu kabila zingine zote. Iyo Gachagua anasema iyo ni mambo yake. Maandamano ilifanyika, akasema hataki maandamano. Mazungumzo ikakuja, akasema hiyo mazungumzo haitaki, hakuna mahali inaelekea. Tunataka kumwambia kwamba yeye hiyo mazungumzo ikikwama kidogo, kama vile mmesema, tutarudi kwa maandamano. Na shida yake kubwa, nielezea wa Kenya, shida kubwa ya Gachagua kwa mazungumzo hata si ya Raila. Shida yake kubwa ni hiyo cheo cha Prime Cabinet Secretary. Mashindano yake na Musalia anatuletea makasiriko juu ya hiyo. Aambiwa ya kwamba hiyo ni wao wameleta, sio sisi. Sawa sawa. Na ya mwisho nikasema, baba Raila Odinga, hii ikishindikana kabisa, hata bila maandamano, hii Kenya kama ni ya Gachagua na watu wachache, kwa sababu walisema hii ni kampuni, basi tukatane Kenya, sisi tuwe na Kenya yetu. Sidio? Tuwe na Kenya yetu, tuwe na wimbo yetu ya taifa, bendera yetu, our coat of arms, na baba Raila Odinga awe rais wa jamhuri yetu. Thank you very much. Na sasa rafiki yetu sana hapa, Fred Kitengela hoye! Watu wa baba inua mkono, watu wa baba. Haya, mimi naitwa Fredrick Okango na mimi ni kijana wa baba. Tuko na ujumbe moja peke yake kwa Ruto. Juzi amesema ati yeye anataka tuseme mambo ya mazungumzo, lakini akabadilisha, akienda kwao anasema ati sisi tunataka mkate nusu. Sisi tulimwambia tunataka mkate nusu. Nyinyi mnataka mkate nusu? Basi wewe Ruto na Gachagua, sikiza leo. Tumesema tutazungumza, lakini wewe ukizidi kutusi Raila, ukizidi kutusi mama, ukizidi kutusi Waria, tutarudi wapi? Tutarudi wapi? Asanteni sana. Kitengela hoye! Kitengela hoye! Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Moses Ogeto. Mimi ndio kiranja ya Nairobi na kijana ya baba wa mwisho. Tunasema hivi, imebaki siku 40. Wakikataa kuelewana tutarudi barabara. Tutarudi barabara. Ni wangapi tuone kwa mkono, ni wangapi? Asante sana. Hello. 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 Sasa baba Bwana Ruto, baba Ketora hapa anafanya biashara. Ketora hapa baba. Baba Ketora hapa. Oh, Ketora erende. Sisi tunasema kama wana Kajiado, sisi si watu wa nyama ama mchele. Sisi ni vijana waliibia sisi kura, wakakuja kupiga vijana wetu risasi eti kwa sababu tunatafuta haki yetu. Tunataka kuambia sisi kama vijana hatuwezi rudi nyuma. Tuko mbele ya Raila Omolo Odinga, tuko nyuma ya baba, na tutazunguka Kenya yote tukisema hatuwezi tishwa. Kwa hivyo naomba wafuasi wote wa baba, pahali mlipo, hapa Kitengela, hapa Kajiado, tusimame imara kabisa. Hata kama tuoni viongozi wetu wanaimba hivi, lakini sisi tusimame nini? Tusimame imara, na Mungu awabariki. Hello. Hello. Neno la mwisho
Kwanza sisi tumwambia Ruto awache biashara ya kununua wabunge. Wabunge wananunuliwa, wanapigwa mnada kama ng'ombe au mbuzi. Alafu wanaenda pande ile wanasema wanaenda Ikulu kutafuta maendeleo. Hakuna maendeleo katika Ikulu. Wale wananunuliwa kama kuku. Sasa tumesema kwa sababu wabunge wamenunuliwa, kama wewe ulichaguliwa na chama cha Azimio, iwe ODM, iwe Jubilee, iwe Wiper, iwe DAP na kadhalika, kama unataka kwenda kunyakwisha, rudi kwa wananchi. Turudi naye kwa debe. Sawa sawa? Jiuzulu, urudi wapi? Ili ukichaguliwa sawa sawa. Usipochaguliwa shauri yako. Si sawa sawa? Si sawa sawa? Alafu huyu bwana Gachetha kila siku yeye anazoea kusema anaongea na mimi kama mimi ni rika yake. Hana heshima. Mdomo yake ni chafu. Tena anaeneza siasa ya ukabila. Akiongea anasema sisi watu wa Mlima Kenya hatutaki mambo yenu. Yeye anasahau ati yeye ndiye makamu wa Ruto. Sasa yeye anasema kwamba anaongoza serikali ambayo watu wa baba hawamo ndani yake, na wanafanya ubaguzi kwa upande ya ajira ya watu. Wanaajiri tu watu yao peke yake. Makabila mengine, Masai, Wakamba, Waluhya, watu wa Mijikenda, Wajaluo hawana haki huku ndani. Tunaelewana vizuri? Hiyo sio Kenya tulipigania. Tunataka Kenya moja ambayo inatambua makabila 46 wote wa Kenya kama wa Kenya. Siasa ya ukabila mpaka tumalize. Siasa ya ubaguzi mpaka tumalize. Siasa ya ufisadi ya kununua bunge mpaka tumalize. Ama sivyo? Siasa ya ufisadi tumalize. Alafu anasema ati mimi nataka handshake. Niambie bwana Gachagua, mdomo yako chafu, mkono yako chafu, mkono yako imejaa na damu ya vijana wetu ambayo umewaua. Umetuma polisi akanpiga risasi vijana wetu wakawaua. Kwa hiyo wewe ni mtu mchafu. Wewe maskani yako nitaka kwa jela ya Kamiti au Shimo la Tewa. Sawa? Si mtu wa kusalimana naye. Kwa hivyo wananchi, mimi nataka mkae gangari. Mkae gangari. Ile timu yetu itazungumza kule. Lakini ikigonga mwamba, tutapiga firimbi. Mtamwambia nyinyi jitokeze. Vijana mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari? Nione mkono hapa. Sasa siku hiyo tukienda tunasema nipigwe pingo sitarudi nyuma. Nipigwe pingo nipigwe risasi nipigwe risasi niwekwe jela niwekwe jela sitarudi nyuma. Hata Ruto aseme, hata Ruto aseme, hata Ruto aseme, sisa tutarudi nyuma. Azimio! 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 Asante sana vijana. Olanga mukamba nubube, olanga mukamba nubube, umoja wewe nubube, nubube. Leo ni leo.
kesho ni muongo. Mama ni muongo, ni muongo. Tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana, leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana, leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Inawezekana, leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana, na inawezekana. Leo ni leo. Lero, lero ni lero. Lero, lero ni lero. Inawezekana, leo ni leo. Inawezekana, ndoto yao ambayo walisema Mungu bariki nchi hii yetu ya Kenya. Inawezekana, haki iwe ngao na mlinzi. Leo ni leo. Tukae na undugu. Inawezekana, amani na uhuru. Leo ni leo. Raha. Inawezekana, tupate na ustawi. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana, leo ni leo. Karibu baba. Yangu mzuri, mkaa yangu mkuu wa ishu. Kabisa huku sisi hiyo bado ni mambo matano. Sio kweli. Ndio ndio mambo na pesa. Kama na Mungu mmoja. Na nimesikia kama ni mmoja hiyo na mwangazi hapo. Anasema ameshuka. Ili apate kutuokoa katika mikono ya Mungu Shetani. Katika mikono ya Farao. Napata kwa salama. Ndio Bwana asante. Ndio Bwana ndio Bwana asante. Kwa sababu ya viongozi wanaendelea kufika kwa jina la Yesu. Asante Jehova kwa ajili ya kusifu kwetu. Hawana waimbaji, hawana wapigani vyombo, hawana hii program kwa utukufu wa jina lako. Asante Jehova, tunakupenda. Watu wako wanakuja wako na mahitaji mbalimbali.
wengine ni wagonjwa, wapone Bwana, wengine wako na mizigo, wapumzishe, wengine wako na mambo mengi inayowasumbua katika maisha yao. Napenda kukuabudu na kukusifu na kusikia neno lako na kupatia viongozi wetu nafasi ya kutuongelesha. Tuwabariki Bwana, bariki kila program kwa utukufu wa jina lako, na ni katika jina safi la Yesu Kristo na kanisa liseme nakaribisha. Mwambie karibu. Mwambie aje karibu na wewe. Wewe, nini msalimieni? Nasema wewe. Na usikae sana kwa ibada tunaongoza. Wewe. Unakaa kwa ibada unaongoza. Bwana Yesu asifiwe. Salimia Yesu kwa makofi mazuri. Amen. Basi tunaenda kumsifu. Kigera hapo ISIS. Msifu Bwana Yesu sifa. Host wetu wewe tutampatia na wewe uanze. Ninyi wawili tu ndio tunawapatia. Kwa hivyo tutaimba wote wawili. Kwa hivyo Mheshimiwa Baba, tunasema karibu. Nisikie huru, uko nisikia huru kabisa. Viongozi wote, sekretari, nisikie uko nyumbani. Mkae mkoa uko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo na wote ambao wamekuja siku ya leo, tunawakaribisha, karibuni kwa jina la Yesu. Kwa hivyo naomba msichana wetu Mary Ann
Bagina na sagala lasha. Asante maana ulijua tuko kanisani. Na ukasema nitaenda. Your Excellency, sir, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, Her Excellency Mama Martha Karua, all protocols observed. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Mesisi Yesu. Amen. Kwa machache, kwa muda mfupi kabisa, tutahakikisha ya kwamba tutachukua muda mrefu kwa sababu tunafahamu ya kwamba kongamano bado linaendelea. So viongozi wetu watachukua muda mfupi kabisa kuhakikisha wametunenea na pia tumewasikiza. Kuna wale wakubwa wangu mimi sitawaita, lakini ningependa kuwajulisha kwa wale viongozi ambao wameandamana pamoja na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na mama wetu Martha Karua. Kisha baadaye wale viongozi ambao wamechaguliwa na wananchi ambao pia tuko na MCA hapa, watajulishwa na MCA. Chairman wetu Mheshimiwa Kirinkei ameongea. Catherine Taraya, tafadhali simama tu, punge mkono mahali papote ulipo. Catherine Taraya, Sheikh Rashid Mzee, ambaye pia ni kiongozi wa ako hapo. Asanteni. Your Excellency, our party leader, the People's President, no Lariko Nisi, Lang Lormasa, and all protocol observed. Allow me also to acknowledge the leadership of the church. Otiene, naitambua Noyeyo, naitambua Lombapa, Pokin, Tangarina, Olerorian Yesu. Ya kwanza ni kwa nini leo tuko hapa. Na tunakushukuru Baba kwa sababu ya kujitolea na kuhakikisha amekuja kuwa na sisi jamii ya Kimasai tunapoomba Mungu. Unajua mambo mengi yaliyokuwa yameongelewa wakati wa siasa, that Mungu ambaye tunaabudu, ambaye tunajua tunamwabudu, kuna watu walikuwa wamedhania kwamba wamehijack huyo Mungu. So we are here to demystify such narratives. That Baba, we know him. I've been with him for the last 10 years plus. He loves God and he loves the people of God. Na hiyo ndio sababu ilimfanya akuwe kila wakati hata kura yake ikibiwa. He has never shed blood. Ama aseme watu wapigane. He always find a way to move on. Kwa sababu ni mtu ambaye anapenda upendo. Ya pili, we know
tunajua Raila Odinga baba wetu pahali ameweka jamii ya Kimasai. Ni yololo lo shola ajo kingwa rena lakwa. As a pastoralist community, we are among the marginalized communities. Ndio unaona barabara saa zingine hatuna, hospitali saa zingine hatuna, stima saa zingine hatuna kwa maboma, maji hakuna, all those things. Kwa sababu tulikuwa tumewekwa page nyingine with the regimes. But I just want to thank him leo kwa hii jukwaa na hatiaru kanisa. Kwa sababu ile wakati alipata serikali yake, na ilikuwa serikali ya nusu mkate. That was the last time the Maa community kuwa na cabinet ministers wawili. That was the last time hii community kuwa na PSS more than 10 in cabinet. Ilikuwa wakati wa mwisho. Muliona now, those are what they did to us as a community. So when we interact with him, we know where he has placed us in his heart. Na leo tuko tu hapa kumwombea Mungu. Because any word that he speaks, itasikika na hatutaangamizwa. Ya mwisho kabisa, Your Excellency, tunashukuru kuwa hapa. MCA ameomba dormitory ya hii shule. Mimi najua ni instruction tu tapeana because MP wa hapa ako na CDF, ni wa ODM, governor pia wa hapa ni wako. Kwa hivyo mimi najua tu it's a single instruction na hiyo dormitory itaanza kujengwa mapema. Amesema nana? Ore ne mwisho ya mwisho naambia tu sisi kama jamii Olosholang, how we had purposed to work with Raila Odinga, tusisumbuliwe na pesa shilingi 8 nikibwa Olosholang amere nikibuito. Sorry to say this in the church. Kai kama nare sinya saa singine nikiro sepat. Yeah. Kela ke saa singine nikiro sepat. Ore na serikali natita nakata hoduo neti mheshimiwa ngene, Mheshimiwa Peris. Ni serikali ambayo haijali mwananchi. Haijali mwananchi. Amara nakata mheshimiwa lara 200 shillings. Ni lebo gintoki. Na narugi ndegero la sara rara jo cost of living. Asanteni. Yeah. I want to welcome Aide Barare Nkibwana poleni kage galake sinigero Nairo Roy sindio meragani sa poleni kage kesida yake sinigero inike dol amu kisudoro ina ai naitro mon our principal secretary general Jubilee Party Mheshimiwa Kioni achukulie from hapa. Hii sasa ni level nyingine. Thank you SG. Bwana Yesu asifiwe. Nichukulie mkono tuwe. Haya, wacha niinulie mkono, maneno hiyo imekwisha, tuingie kwa ingine. Ni hata yote imesahau. Nilikuwa nimejifunza hata salamu yote imeenda, lakini mko wazima. Bwana Yesu asifiwe. God is good all the time. Tumekuja na tunashukuru, tumeandamana na aliyekuwa Prime Minister wa Kenya hii, Raila Amolo Odinga. Na tumekuja kwa heshima yake kwa sababu yeye ndiye alialikwa, akatualika, akatuambia tuje na yeye. Na kama vile wale ambao wamekuwa hapa wamesema, mimi naitwa Jeremiah Kioni. Mimi ni Secretary General wa Jubilee. Tumekuja na salamu nyingi za wengi ambao kawaida umekuwa mkiwaona na baba, lakini kwa sababu haya mambo yalikuwa kwa haraka hawakuweza kuja nazi.
Tuko na salamu za Mheshimiwa Oparanya, gavana wa kule Kakamega, mtasipokea. Tuko na salamu za Mheshimiwa Eugene Wamalwa ambaye amekuwa waziri wa defense kwa muda mrefu, mnamjua, sipokeeni. Tuko na salamu za mtu ambaye mwingine mnamjua sana, anaitwa Wajakoya. Wajakoya pia tuko na salamu yake. Na wao ni kwa sababu wako pande ile nyingine. Tuko na salamu za Mheshimiwa Munya Peter Munya kutoka pande ya Meru. Tuko na salamu za Mheshimiwa Derito Murithi kutoka pande ya Laikipia. Na sijui kama nimesahau wengine, huenda ikawa nimesahau wengine, lakini yetu ni kwamba tumekuja kushiriki na nyinyi, kusoma na nyinyi, na tuko na wale ambao wako hapa nitawaita wawasalimie. Lakini hata kabla ya hayo niseme pia niko na salamu ya Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta ambaye amekuwa kiongozi wetu kwa muda mrefu. Na kabla niseme mengi, tumekuja na rafiki wa karibu wa baba. Nataka aseme tu jambo moja, sijui moja ama inue mkono. Anaitwa Kamau Raila. Huyu anaitwa amekuwa na baba kwa hiyo muda mrefu. Asante sana. Na tuko na mwenye atatuanzia hii kipindi kuongea kwa ufupi kwa sababu tunataka kumsikia kutoka kwa baba. Nataka kumuita governor aliyekuwa governor kule pande ya Murang'a. Ni mrefu kama Masai kweli, anaitwa Governor Mwangi wa Iria. Angalia urefu yake, mrefu kweli kweli. Sasa Bwana Mungu asifiwe. Bwana Mungu asifiwe. Mimi naitwa Mwangi wa Iria na mimi natoka Murang'a. Na kwa Kimasai Mwangi wa kule ama Mwangi wa maziwa. Kwa hivyo mimi na nyinyi tuna uhusiano kwa sababu nyinyi ni watu wa maziwa. Hiyo nyingine niseme ya kwamba nashukuru kuwa hapa, na I think this is a very special occasion for me. Kwa sababu hii ibada yenu ni ibada ya tofauti. Nyinyi ni watu ambao wanashiriki utamaduni na kanisa. Na I think you are the new volunteers. Ibada ya kesho ni yenu kwa sababu ibada ikiongozwa na kanisa, kanisa ikikusanyishwa na mambo ya kacha inatengeneza kanisa ya kesho. Kwa hivyo mimi nashukuru kuwa nanyi. Na niseme neno moja peke yake. Hii nchi imekuwa na shika mshike hapa na pale. Na tumefika wakati wa majadiliano. Kwanza niulize kanisa, msiogope kushiriki katika mambo ya kisiasa. Kwa sababu nyinyi ni wapiga kula na hii nchi ni yenu. Nchi bila msingi wa kanisa hakuna nchi. Kwa huo mwaka mmoja, mimi nikisema ukweli, nimeona kama kanisa imeondokea kidogo masuala ya kisiasa. Muwe na ujasiri kwa sababu kanisa ni ya ukweli. Ukweli wetu utaleta tofauti, lakini mkiweka ukweli wenu, tofauti zetu zitasuluhishwa. Isaya 1:18 inasema, come now and let us reason together. Baba Raila Odinga na William Ruto wametuambia now come and let us reason together. Sidio? Na ndio sababu wameweka meza ya majadiliano. Sisi kama wanaazimio, we believe in reasoning together. Tunaamini na mashauriano. Na our commitment in that process is 100%. Kama kanisa, nataka mkemee, hata kama ni marafiki wenu, wale ambao wanataka kusabaratisha hiyo mazungumzo, because they are going against
Isaiah 1 verse 18. Hatuwezi anza mazungumzo na alafu wengine wetu waanze kusema hiyo kazi ambayo tunafanya ni kazi bure. Na mimi nasema bila kuegemea upande wowote, kwa sababu niko kwa kanisa. Hata kama ni marafiki zetu, hata kama ni wanakanisa, wakisema hivyo, kanisa muamke mseme let us reason together. Kwa sababu hatuwezi sema, na hii si siasa, hatutaki maandamano, hatutaki mvutano, na pia hatutaki mazungumzo. Basi tunataka shetani. Na hiyo hatuwezi kubali. Kwa hivyo mimi namuomba kama kanisa, mshiriki nasi, mweke inchi kwa maombi, na musimame na ile mazungumzo ambayo inaendelea, kwa sababu hiyo ndio ambayo italeta uwiano katika taifa la Kenya. Mimi sina mengi, namshukuru, na mimi ningependa kuwa nanyi kila wakati. Ibada yenu ni ya ajabu. Thank you very much. Asante Governor Wairia, na ningetaka kumuita mwenzangu ambaye, lakini kabla niseme yajayo machache tu, ya kwamba mimi pia ni mzee wa kanisa na ninaheshimu kanisa sana, na hapa tumefika kama Wakenya, tumshukuru Mwenyezi Mungu. Ombi langu kwa kanisa ni kuhakikisha hii safari tunaenda, kwa sababu kila wakati tuko katika safari ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu, safari ya siasa, safari ya biashara, wakati wote tuko katika safari. Na tumekuwa na safari ambayo tumefanya kisiasa miaka iliyopita. Kule nimetoka kwa Mlima Kenya, tulikuwa na hiyo safari pia, na tuna usito wetu. Lakini ningetaka kusema kama mtu ambaye ametoka sehemu ile, ulimi wetu lazima tuushunge, usije ukawa ndio unaweka chuki kati ya kabila hili na lile lingine. Sisi viongozi hatuwezi kuwa sisi ndio tunaongea kuambia watu, kama ni sisi ambao tumetoka watu wa Mlima Kenya, unaambiwa nyinyi watu wa Mlima Kenya kaeni hivi, tunaogopa Raila ama huyu si mzuri. Hiyo haina maana hata kidogo. Kila kiongozi ako na uhuru wa kuja mbele ya watu na kujisema. Kwa hivyo unapopatiwa nafasi popote, jiseme, wacha mambo ya wengine. Rais aliyetuacha anaitwa Kibaki. Alikuwa anatuuliza wakati ule walipokuja pamoja wakatengeneza the Grand Coalition Government na former Prime Minister. Na sisi tulikuwa PNU, yeye alikuwa kiongozi wa ODM. Tukipeleka maneno ya chuki kwake, alikuwa anatuambia, kama we unafikiria we ni mzuri sana dunia hii kuliko watu wale wengine wote, kwenda sumama kwa wao uchaguliwe, alafu kuje tufanye kazi na wao. Lakini kama huwezi kwenda huko uchaguliwe, kubali wale walichaguliwa kule pia ni viongozi, ukae na wao na uongee mambo ya maana ambayo itasaidia Kenya. Mimi simjui former Prime Minister sana, lakini namjua kwa sababu tumekuwa naye kwa serikali hizo tatu, ya Kibaki, ya Uhuru, na hii mambo ya kusema ya kwamba ati handshake. Unajua mambo mengine sitaki niseme hapa, lakini kusema ukweli, wewe kusimama kusema ati handshake ya Raila na Uhuru ndio ilifanya Uhuru asiende kanisani, umewafanya wa Kenya kodoo aina gani? How can you, hata sina maneno ya kusema hiyo, because it's so irritating. Mtu mzima, Uhuru ni mzee mzima, anajielewa. Huwezi kufanya yeye ni mtoto ya kwamba akisalimia mtu tena unataka kutuambia baba hadi kanisa. Hapa si ni kanisa. Kwa hivyo nilikuwa nataka kusema ya kwamba simjui sana, nyinyi mnamjua zaidi, lakini tangu tuanzie mambo ya 2022 nimemkaribia, na yale ambao tumehubiliwa hapo maneno matatu. Tumeambiwa hope,
faith and love. Wacha niwaambie, huyu mzee ako na upendo kwa roho yake sana kwa Kenya hii. Yale maneno amepitia kwa mikono ya wengi, kama hangekuwa na mapenzi ya Kenya hii, hatungekuwa tumekaa hapa leo. Ako na uwezo wa kusema Kenya ichomeke na ichomeke. Na amesema tuketi pamoja. Ako na imani. Juzi kulikokuwa na hii migogoro mingi, kumekuwa judges kutoka Afrika wamekuja Kenya. Wamekaa na yeye, akaniita tukakaa pale. Walipokuwa wanazungumza na yeye, he was just talking about his faith in the democracy of this country and Africa. Hata hakuongea mambo ya kura ambayo yake iliibiwa ama lingine. Na nikaona kiongozi wa ajabu kwa roho. Wakati huo mgumu bado wako na faith na imani na faith. Sasa ile imebaki ni hope, na tutabeba hizo tatu. Mimi nimesikia mahubiri, tutabeba hizo tatu. Zitakuwa zetu tunapoenda hapa mbele, na tunajua Mwenyezi Mungu atatujalia. That will become our philosophy from here, from the Maa community going into the future, and we will overcome in the name of our Lord Jesus Christ. Kwa hivyo sitaki niseme zaidi ya hayo. Tumekuja kuomba pamoja, tuombee Kenya, tuipende Kenya, penda jirani yako. Huyu jamaa anaitwa majina yake mzito Jaduong Omera. Huyu nimekuwa nikiwaambia, the rules are now, we have also I think 3-4 rules ambao wamekuwa MCAs Mount Kenya. This is becoming the global community in this country. Wako kila pari na wanachaguliwa kila kona. Na tutaendelea na dunia hiyo. Mmemchagua, endeleeni to embrace everybody. Na mimi nataka kufikisha hapo ili niweze we have the nominated senator wa hapa nimemuona, na ninasikia nikishidwa elected is nominated. Nasikia nikishidwa kusema ya kwamba hata kama si usimame basi unajua ni aibu pia kiongozi look mannerless if you are here, and I'm not saying that you are here because ideally you should be the one receiving us, but I respect your desire for quietness today. But nataka kumuita madam. Before that I say that sisi wote tusije tukawekwa ugumu na siasa mpaka tushidwe kwenda pahali tungetaka kwenda. Na kwa hayo machache, I want now to invite the wonderful lady ambaye amepigania Kenya hii na wametembea safari ya Kenya hii, na usidanganywe na mtu yote hapa. Hamna, ni wachache sana ambao wamebaki Kenya hii ambao wamepigania haki ya mnyonge. Haki ya mnyonge vile baba amepigania haki ya mnyonge Kenya hii. Na mwingine ambaye amefanya vile vile bila kujali mambo ya kwenda kuuma ardhi ama vitu vingine hapa na pale ni Mheshimiwa Martha Wangari Karua. Nataka mkaribishe anapokuja kuzungumza nasi ili pia aweze kutuidia baba hapa baadaye. Thank you so much. Mesisi Yesu. Praise God. Nataka acknowledge mabishop wetu wote, kinara wangu People's President Raila Amolo Odinga, viongozi wote wa Azimio tumekuja na wao, na viongozi wote walio hapa, and I want to acknowledge my sister Peris Tobiko ambayo ni nominated senator. Tuko mirengo balibali, lakini sisi sote ni viongozi wa nchi inaitwa Kenya. Nimeangalia hapo, nimeona Inter Ministries Union. Madhehebu ni balibali, lakini mmekuja pamoja kwa umbrella moja, ndivyo mjadiliane mambo yenu ya kuhubiri. Nasi wanasiasa, katiba yetu inasema Kenya ni republic ambayo ni multi party. Yaani Kenya haiwezi ikawa na chama kimoja. Huko tulitoka. Lazima kuwe na vyama zaidi ya moja.
Kwa hivyo kila mtu ajisikie huru mahali umechagua. Chaguo langu ni Azimio. Wewe sikia huru hiyo mahali huko, kila mtu ako na uhuru wa kuwa pande yake. Lakini sisi sote tuwe wa Kenya na tuheshimiane. Mwenzangu amesema, nitaongezea tu kidogo sana. Katika ili wa binadamu iko sehemu moja ni ulimi. Sehemu dogo tu, lakini inaweza leta utata. Kila mmoja wetu anatakiwa kuchunga yale anatamka. Tuko na ruhusa ya kucriticize. Unaweza shambulia kwa njia ya ukweli na facts. Tukishambulia kwa uongo, tutaleta fitina nyingi. Na sio kusema lazima maono yetu iwe sawa, lakini lazima tuwe na heshima, na ndio Waswahili wanasema heshima si utumwa. Tukiwa na heshima, tutakuwa na umoja hata tukiwa na tofauti. Ile kwa kimombo tunaita unity in diversity. Unity of purpose. Lakini bila heshima, tukiwa nchi ya wakosa adabu, ya matamshi mbaya, hatuwezi tukawa na umoja. Hata hiyo mazungumzo iko kwa meza, tukiendelea kila mmoja akisimama unakemea mwenzako, unamuita majina, hiyo mazungumzo haiwezi kamalizika vyema. Lazima kuwe na heshima. Hata kwa hii inter-ministries union, mkikosania heshima, hamwezi mkatembea barabara moja. Hata kwa kanisa, tukikosania heshima, hatuwezi tukaenda. Kwa hivyo yangu leo ni kuongeza ya kwamba bila heshima nchi haiwezi ikaendelea. Na wakati wa kampeni nilisema, tusipochunga tutakuwa nchi ya wakosa adabu. Ni sisi tutajiuliza kama tumefika kiwango hiyo, na kama hatujafika au tumefika, ni vipi tutakomesha ulimi. Kutangaza yale haifai kutangazwa. Mimi nataka kuwashukuru kwa muungano wenu, ni kielelezo kwetu na kwa kila mtu. Kumshukuru pia kwa sababu ya kutuita tuje tuombe nanyi. Na asanteni, asante Bishop kwa ile neno umetoa. Na nimekumbushwa wakati tulikuwa tunangojea kuingia, nikaangalia Biblia kidogo. Mimi si mtu ati wa kufanya quotation, lakini sio mtu wa kusahau sana, kwa hivyo nakumbuka yale nimesikia. Ya kwamba sio kila mtu anaitana Mungu Mungu au Yesu Yesu ataingia katika ufalme wa mbinguni. Wale wanatenda yale kitabu imesema ndio wataingia. Na hiyo inanieleza ukweli ya kwamba sio wale wanajigamba ni wa Kristo ambao ni wa Kristo. Mkristo ni tabia. Usiangalie vile na nena, angalia tabia. Utajua kama mimi ni Mkristo, kama mimi ni mcha Mungu au mimi si mcha Mungu. Ukiwa unaheshimu mali ya umma, twakujua na tabia yako. Ukiwa huheshimu mali ya umma, hata utuambie wewe ni mcha Mungu, tutakuwa na question mark. Ukiwa ujali maslahi ya wanyonge, hata ujiite mcha Mungu, tutakujua na vitendo. Kwa hivyo kwa viongozi wenzetu, na sio wale wako hapa, ni Kenya mzima, tujue hawa wananchi, hata Mungu mbinguni atatujua na vitendo. Kama kazi yetu tukichaguliwa ni kuwakanyanga wale hawana nguvu, ni kuwadharau na vitendo, basi hata tukijiita siku mzima hatuwezi tukawa ni wa Kristo. Na sio kazi yetu kuja kushindana mbele zenu ni nani Mkristo. Hiyo ni kazi ya Bwana. Mungu ndiye atajua wake ni wangapi, wengine ni wa
Kwa hivyo hatuwezi kuwa na mashindano mbele yenu. Kila mtu afanye yake, tuweke bidii. Siku ya mwisho Bwana ndiye atajua kondoo wake. Mimi ningependa sitaendelea kushinda hapo. Ni kusema tutarudi wakati mwingine. Hapa ni nyumbani. Wengi wananitakia mema sababu inasemekana niko na boma Kajiado bado, lakini hiyo ni maombi, itakuja kuwa ni ukweli. Niko na marafiki wengi sana Kajiado, na kwa hivyo ni mahali mingi nimekanyanga, na kwa hivyo watu wanafikiria pia mimi niko na boma wapi bado, lakini dunia haijaisha na bado Mungu amenipatia siku nitakuwa kuja kuwa na boma wapi Kajiado, sababu Kajiado ni Kenya. Asanteni. Bila kupoteza wakati, wacha nimuitie kinara wangu, the people's president, Raila Amolo Odinga. Haya, asanteni sana, unaweza kuketi. Mrs. Yesu, Mrs. Yesu, ena saba bogen, asholeng. Asanteni sana. Mimi jina yangu ya Kimasai naitwa Milwami. Afenge yangu hapa Bwana Osoi huyo kuna mama ndiye ananipata mimi hiyo jina na bado imebaki. Ndio sababu jana huyu kijana yangu Ole Kitora alinipiga simu akaniambia ati kuna hafla ya maombi kule Kajiado, na hao jamaa wangefurahi sana kama wangeweza kufika kusema jambo kwao. Nikamwambia niko na shughuli mingi zaidi, lakini mimi nitatafuta hata dakika 5 nifike. Nimefika. Sasa kabla sijaendelea sana, nimetumwa na mjumbe wa hapa Bwana Kakuta Maimai. Alipata habari ya mimi nakuja, na yeye ako huko chini, mahali huko chini karibu na Loitoktok. Akaniambia mimi nimemfanya yeye mbaya, lakini nikamwambia mimi nitapeleka salamu zako. Umepokea? Sasa nyinyi hapa leo nikija, manake mimi si mgeni hapa. Marehemu Joyce Saitoti alikuwa rafiki yangu. Nimemtembelea hapa mara mingi hapa kwake hapo. Mara mwisho tulikuja kumzika yeye hapo. Na barabara hii haikuwa vile imekuwa sasa. Leo nimekuja na nimekuta mahandaki makubwa. Inaonekana kama barabara ambayo inaenda kwa Mungu. Unajua kwa Biblia njia mbaya ndiyo naenda kwa ile njia nzuri naenda jehanamu. Sasa hii hapa iko shida kubwa sana. Mimi nakumbuka nilipokuwa waziri wa barabara na ujenzi, kazi ya Toti aliniuliza nifanye rekebisho kwa hiyo barabara, na nilifanya. Sasa nimeona hii imekuwa mbaya sana. Yule ambaye hako pale sasa alikuwa mwanafunzi wangu kwa kisiasa, Bwana Murkomen. Nitamweleza hii barabara itengenezwe. Nakuja mpaka hapa. Sasa mimi nataka kutoa shukrani sana kwa viongozi wa kanisa kwa yale ambayo mnafanya hii hafla yako ya maombi. Na tena tumeambiwa hapa maneno matatu, ati tumaini, imani, tumaini na upendo.
maneno matatu muhimu sana. Mnaombea hawa watu wa hapa. Hii ni muhimu, tena mmekuja madhehebu tofauti tofauti pamoja ili muombe pamoja. Nashukuru tena nimeambiwa hii hafla imekuwa inafanyika kila mwaka tangu miaka 22 sasa. Hii nasema shukrani sana nyinyi yale kazi mnafanya. Sasa nchi yetu inahitaji maombi. Hata eneo hii kuna shida mingi zaidi. Lakini kwanza kwa watu wa Maa historia. Watu wa Maa ndio wanakuwa walitangulia katika nchi ya Kenya hii. Walitoka huko upande wa Misri. Wajaluo wakabaki kwanza Sudan, Wamasai wakaingia Ethiopia, alafu wakapitia hapo Turkana, ziwa Turkana wakaingia hapa. Sasa wakakaa hapa miaka hizi zote. Nchi yao ilikuwa kubwa kutoka mlima Kilimanjaro hadi mlima Elgon na mlima Kenya. Eneo hii yote ilikuwa Wamasai ndio wanakaa tembea hapo na ng'ombe yao. Wengine wakaja wakaingia na wakakaribisha. Na watu wakaishi pamoja sawa sawa. Alafu mzungu akaja. Mzungu yule mmoja alikuja ya kwanza alikuwa anaitwa Lord Lemea. Ndiye aliangalia, alikuja na farasi kutoka kule upande wa Somalia. Akaingia kule upande ya mlima Kenya. Akazuru hapo kupitia huko Central, akaingia pale Laikipia. Akatembea mpaka Nyandarua. Akateremka kule Nakuru, kaenda Njoro mpaka kule mlima kule Molo mpaka mlima Elgon. Akaona nchi nzuri sana. Akarudi akatembelea huko gavana. Alikuwa anaitwa Charles Elliot. Akamwambia hii nchi ni nchi kubwa ambayo mmeshika hapa. Reli imejengwa kutoka Mombasa mpaka kule ziwa Victoria. Lakini hiyo reli itafanya biashara gani? Hakuna chochote. Itakuwa inabeba bidhaa kutoka Ulaya, inaleta hapa ndani ya nchi kavu, lakini kurudi itakuwa narudi tupu. Mkitaka kufanya hii reli iwe na kazi mpaka watu waanze kulima katika nchi hii. Na mimi niko na tayari kwenda kuleta wakulima washikilie hii mashamba yenye rutuba hapo ili waanze ukulima ya kisasa. Mimi nataka nihakikishie kwamba mkulima yeyote atapewa ekari 10,000 bure na wafanyikazi wa mashamba. Gavana akasema si ndio? Wakaandikana agreement. Akaenda naye Ulaya kutafuta wazungu kuleta hapa. Akatembea huko, ameenda aongea huko London, kule Manchester, Birmingham, Liverpool, lakini wazungu wengi huko wakati walikuwa wanaogopa Afrika. Afrika ilikuwa inaitwa Wild Africa. Kuna malaria, kuna bilharzia na wild natives. Sisi hatuendi. Kwa hiyo akupata watu wengi, akarudi hapa. Akafikiria tena, akamwambiwa atafuta huko chini Afrika Kusini. Kaenda na meli mpaka mpaka naitwa Durban. Akaongea na watu huko. Port Elizabeth, East London, Cape Town, Kimberley, Johannesburg. Kule akapata Waafrika ambayo walikuja hapo walikuwa ni watu kuu wale wa kwanza. Hawagopi Afrika. Wengi wao walikuwa ni wapagazi kwa mashamba ya wazungu wenzao. Sikwambia wewe utapata shamba yako huko Kenya. Wakasema hiyo ni mzuri sana. Alhamdulillah. Ndio wakaleta hao makaburu hapa. Wakaja hapa kupewa mashamba, kushikilia. Yeye Lemea mwenyewe alichukua mashamba eka 250. 250 alichukua kutoka huko Molo mpaka Njoro, Nakuru mpaka Elementaita mpaka Naivasha, hiyo yote.
Sasa huyu gavana mwingine ndiye akaenda sasa akafanya ile agreement na ile Chief Lenana. Dhuluma ya kwanza. Hiyo dhuluma ya kwanza ambayo Lenana anaweka sahihi na yeye hajasoma ajui anaweka sahihi nini. Hiyo ndio kaanza kuchukuliwa mashamba ya Masai. Sasa mashamba yakichukuliwa kule Laikipia wakasema wanataka kufanya large scale farming. Watoe Masai na huko Nyandarua Wamasai wametolewa kule na ng'ombe yao. Hapo Naivasha wakapewa nafasi maili 10 corridor. Masai wapite hapo na shenji ng'ombe zao. Kashipi na wengine kupeleka Narok, wengine huku Kajiado. Hii ndio historia ya sasa imekuwa dhuluma juu ya dhuluma tangu wakati hiyo mpaka wa sasa. Tulisema tunataka hii historical injustice dhidi ya jamii ya Maa itatuliwe sawa sawa. Mimi nilipokuwa waziri mkuu nilikuja hapa nikamwambia Masai, sisi sasa mpaka nyinyi mjihadhari sana. Msipojihadhari hii mtakuwa endangered species. Mmekaa na watu lakini vile vile ni hapana uza shamba yote. Utakuja kwa wewe ni squatter tu katika nchi yako. Walipako. Hifadhi. Sivyo? Sasa wakati huu nikiwacha hii mambo ya dhuluma ni mambo mwaka juzi tumekuwa na ukame kubwa kwa sababu hii inaitwa climate change. Climate change imeleta shida mingi sana kwetu. Hii climate change imekuja kwa sababu ya vile wananchi wanatumia mazingira. Uharibifu ya mazingira ndio imeleta mabadiliko ya kwa mazingira. Sasa hujui mvua itanyesha lini, ukame itakuja lini. Sasa mwaka jana kulikuwa na ukame kubwa sana. Hapa mkapoteza mifugo mingi sana. Mifugo zingine zinadhofika na hazikununuliwa mapema. Najua sisi tulipokuwa na Kibaki tulikuwa tunanunua mapema kabla ya konda sana. Tena tulikuwa tumeweka bei ambayo ina mpaka mtu alipwe hata kama hiyo imekonda sana wakati ile. Lakini sasa hiyo imeleta shida, hasara kubwa kwa Masai, ama sivyo? Sasa ndio sababu nasema mambo ya maombi ni mzuri. Lakini mzuri sana zaidi ni kufanya nini? Ni kuhifadhi mazingira. Mimi nilisimamia mambo ya Mau Forest. Mbao watu walikuwa wanaingia kule ndani wanakatakata miti, wengine wanajenga manyumba yao huko ndani. Nikasema hapana. Mau mpaka ihifadhiwe. Wakaniambia mimi sasa wewe utapata kura zetu. Nikamwambia mimi niko tayari kwenda kuuza mandazi Kibira, lakini Mau ihifadhiwe. Sasa wameanza tena kuruhusu watu kuingia masituni. Wanasema hii msituni tu, ile msitu ambayo imepandwa, lakini hakuna. Wameanza kukata miti tena huko ndani ya Mau. Hii mpaka ipigwe na Wakenya. Manake Mau isipohifadhiwa hata mifugo ambayo Wamasai wako naye hapa hazitakuweko. Tena sasa vile vile manake sasa tumetoka kwa hali mbaya, na taikana bei ambayo inanunuliwa ile ng'ombe yenu iwe sawa sawa, ndio Masai anaweza kupata tena mali tena. Manake ng'ombe mingi zilikufa. Mpaka tuwe na mpango ya affirmative action ya kusaidia Masai kutoka katika hali mbaya sana. Sasa mimi nataka kutoa shukrani kwenu nyinyi Masai. Mmesimama sana na sisi. Umenipiga mimi kura mara mingi. Kija hapa mimi napata kura mara kwa mara. Natoa shukrani kwenu. Naona dada yangu hapa Paris iko pale. Tuko naye yule rafiki yangu sana.
tumekuwa naye pamoja, ingawa yana ngambo ile nyingine, lakini tuko pamoja tu. Sasa sisi tunataka amani, nataka kanisa mzidi kuombea Kenya amani. Amani ipatikane. Kuna unafiki mingi zaidi. Watu wanapiga kifua hapa na pale, wanafurahia shida ya wenzao. Nisema pana Wakenya wote mpaka waheshimiane. Wajinga wengine walisema waliisha Kenya. Wazimu vile vile waliisha Kenya. Hakuna mtu ambaye anaweza kujitokeza kwa boma yake aende afanye maandamano kama kuna sababu. Lakini kama gharama ya maisha imepanda juu sana, bei ya unga imekuwa juu sana, bei ya mafuta imepanda juu sana, bei ya sukari na kadhalika, jamaa anaumia, sio? Tukasema punda imechoka. Si punda imechoka? Punda kichoka inafanya nini? Inashusha mzigo chini. Ama sivyo? Kama punda amesema amechoka, amefanya makosa. Amefanya makosa. Yule ambaye anafanya makosa ni yule ambaye anapiga punda bunduki ati punda amesema amechoka. Hiyo ni makosa. Nataka muombe Kenya, muombe amani. Mimi nilikuja kwa salimu nyinyi tu siku ya leo. Siasa mimi napiga nje ya kanisa. Hapa ndani ya kanisa. Hebu niulize kwa nini ndio. Mimi nasema asanteni sana kwa kutuambia sisi, na sisi tuko na kitu kidogo tu, maana tunataka kupatia kanisa hapa, na hao wenzangu watasindikiza. Milioni moja. Wanasindikiza. Wanasindikiza 20 watu wanasi. Sawa. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya heshima kidogo tu kwa sababu ya heshima, sababu hapa ni kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Tungelipenda tu kuombea hawa viongozi wetu, lakini naona kwa sababu watu wataenda, kwa sababu ya heshima ya mheshimiwa wetu nominated senator aliyekuwa mbunge wetu, tunaona tu asalimia watu kabla hawajaenda. Dakika moja tu tafadhali, alafu tuombe. Uko sawa? Thank you. Basi hawa viongozi wakuja hapa tuombe, na tunashukuru kwa sababu ya sadaka ambayo mlitupatia. Tunasema asante. Hii mkutano ilikuwa inahitaji mkono na mumeweka. Nauliza tu maaskofu wakuje tukaweze kuombea hawa. Muangalie pande hii. Muangalie pande hii. Bwana Yesu asifiwe. Basi nashukuru sana kwa sababu aliyekuwa waziri mkuu ametuletea mkutano huu 1,000,000. Ametuletea 1,000,000. Kwa hivyo msikie vizuri, ametuletea na imesindikishwa, na tunasema ni asante. Kwa hivyo tuinue mikono tuelekeze kwa hawa, tuombee katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante kwa wema na fadhili zako. Ukabarikiwe na ukainuliwe Bwana.
Sifa zote ni zako Bwana. Asante kwa sababu ya viongozi wetu wote waliokuja katika ibada siku ya leo Baba, katika jina la Yesu Kristo, hata kwa sababu ya kusimama na mkutano huu na kuleta sadaka hiyo. Mungu Baba, tunaibarikisha mikononi mwako, ukawabariki Mungu. Asante Bwana kwa sababu aliyekuwa waziri mkuu na wengine wote waliandamana pamoja na wao, tunaombea amani, tunaombea baraka zako ukapate kuwa pamoja na wao Baba, katika jina la Yesu. Tunaombea Bwana hata afya yao Mungu, uwabariki Mungu, wahifadhi Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Tumesunguka na damu ya Yesu Kristo, tunanena baraka juu ya maisha yao, tunasema ukawatangulie hata mafamilia yao, tumefunika watoto wao, mabiashara yao na kila kitu ambao umempa na damu ya Yesu. Baba, tunanena baraka juu yao, tunasema wakiondoka mahali hapa wabarikiwe Mungu. Tumefunika safari yao na damu ya Yesu Kristo. Uwabariki Mungu, ukawainue na ukawawezeshe Mungu, katika jina la Yesu Kristo. Tunasema ni asante Baba, wabariki wote, tunasema ni asante katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. God bless you. Amen. Amen. God bless you. Basi ore dagira ipang lomon andoro ni kole kai mikimpanga ke maitasho maroni mikimpanda mpaka nikinchoro matangazo pee kitumoki aidipa entumo tenkarna olaitoriani Yesu.
Kitengela hoye! Kitengela hoye! Vijana hoye! Vijana hoye! Wamama hoye! Wamama hoye! Hey! 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 Imechukua muda. Imechukua muda. Leo tuliamua tutembelee upande wa Kajiado. Halo, tulialikwa kabla la kanisa kule chini, tukasema tukirudi tusalimu watu wa Kitengela. Na kushukuru nyinyi kusimama imara na sisi baada ya wizi ya kura ambayo ilifanyika mwaka jana. Wana Azimio oye! Azimio oye! Muko imara, muko ngangari, muko gangari. Yale yalifanyika, lakini Wakenya wengi, kila mahali nimetembea, Wakenya wote wamesimama imara. Walitutendea sisi matendo ya wizi, lakini maisha yataendelea. Tukawaambia tunataka ifanyike ukaguzi, sio? Lakini kwanza mwambia kwamba hali ya maisha imeenda juu sana, bei imepanda sana, bei ya unga, bei ya mafuta, bei ya petroli, bei ya sukari, bei ya kodi ya nyumba. Punda imechoka. Si punda imechoka? Punda imechoka. Wangapi nasema punda imechoka? Nione mkono hapa. Watasema yale yote. Hakuna maendeleo inaweza kufanyika kama punda imechoka. Kama watu wako na njaa, hakuna maendeleo. Kuzuru hapa na pale, ati nafungua mradi hii, nafunga mradi hii, nini hii yote ni takataka yote hiyo. Sio ni takataka yote. Huwezi kuleta maendeleo kwa nchi. Kila wiki leo huko pale, leo huko pale. Unafanya kazi saa ngapi? Tanga na kufanya takataka. Fanya takataka. Sasa mambo ya elimu ya juu ya chuo kikuu wameharibu kabisa. Mambo ya karo ya shule vile vile imebaki yale. Sivyo? Hakuna mabadiliko yamefanyika. Mwaka mmoja imepita, uongo kila siku, matusi kila siku. Hakuna siasa ambayo inaweza kuleta maendeleo ya matusi. Sisi tumesema kama Azimio, gharama maisha mpaka irudi chini. Pili, ile nyungu ya kura sava ifunguliwe. Sifunguliwe. Wangapi wanasema ifunguliwe? Nione mkono hapo. Hata useme nini, maana yake Chebukati alikuwa na watu 3, lakini 4 walisema la, sivyo? Wale 4 wamesema la na wako tayari kuja kutoa ushahidi hapa kuonyesha kwamba waliiba, sio? Sasa tuko na wizi. Mwizi anaweza kuleta maendeleo? Akifungua kinywa chake ni uongo mtupu tu. Anafikiri nyinyi ni wajinga. Ukiwa unasema wajinga waliisha Kenya hii, ama sivyo?
ama sivyo? Sisi tumesema Wakenya wanataka kuona mabadiliko kwa nchi yao. Sisi tuliahidi nguruwe 6 kwa wale watu ambaye hawana kazi. Si tulisema namna hiyo? Jamaa walisema wataangalia mambo ya hasla, ati watu wadogo, jua kali, mama mboga. Muona kitu umefanya kwa watu vijana, ati unapewa hasta loan shilingi 500, utafanya nayo biashara gani? Biashara gani utafanya nayo shilingi 500? Sio ni matusi? Sio ni matusi? Sisi tulisema tunataka kuleta mabadiliko ya kusaidia Wakenya wanyonge. Tukasema wale wa mama ambayo hawana kazi na wana watoto watapata msaada. Wale ambao ni wagonjwa na hawana pesa ya matibabu, baba care. Tunasema baba care. Tunasema baba care. Sio? Sisi yale yote tulikuwa na mpango yote ya kuleta mabadiliko. Ndio nataka kuambia Wakenya bado mbaki muwe na matumaini. Sasa tumeambia tuongee. Wamesema wanakubali kuongea. Kwa hivyo kuna mengine ningesema, lakini nataka maandamano. Nataka maandamano. Wangapi wanataka maandamano? Wangapi wanataka maandamano? Hello? 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 Juzi niliambia bwana jana. Niambia bwana Gacheta. Nilimwambia yeye ya kwamba hiyo katiba ambayo wewe unajivunia ilileta na maandamano. Sio? Ile nini wale watoto ambao walinyimwa pesa, walinyang'anywa pesa kule Eldoret, haki yao itakuja na maandamano. Sivyo? Gharama maisha itarudi chini na maandamano. Sawa sawa? Haki itajulikana kwa Kenya na maandamano. Sio? Mnataka maandamano? Kwanza. Hello? 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 Wacheni kwanza Kalonzo na ile inaitwa Ichung'wah waongee. Tumewapatia hao siku chache tu. Wakileta nyokonyoko, tutasema mtoke. Sawa sawa? Mtakuwa tayari kutoka? Mko tayari kutoka? Wangapi wanaunga mkono nione tena? Niko hapa na mama Martha Wangari Karua. Asante. Kitengela oye! Kitengela oye! Asanteni kwa kujitokeza kutusikiliza. Mimi naunga baba mkono. Gharama ya maisha iko wapi? Lazima iwe agenda namba 1 kwa hiyo mazungumzo. Mambo ya electoral justice lazima iwe ndani. Maisha ya Wakenya lazima ishughulikiwe na ile pesa tunatoa kama kodi. Hatuwezi kaa kitako, wachache wakule kodi yetu, watoto wetu wakihangaika bila fees. Sisi tunataka kuambia wale walinyakua madaraka kinguvu ya kwamba Wakenya hawataogopa kuitisha haki yao. Hata waue watu, huwezi ukaua watu milioni 50. Hatutaogopa. Mbeberu aliua Wakenya, hatukuogopa. Hata hawa endelea na hiyo kazi ya kuua watu, lakini hatutaogopa. Na utakuja kulipa, sababu katiba inasema uheshimu maisha ya kila mtu. Sisi tunamwambia
tumejikaza. Mtajikaza nyinyi? Muko tayari? Hata sisi tuko tayari, tutajitolea ndivyo zote tuweze kufaulu. Na sababu munasema ni maandamano, basi tuimbe ya maandamano. Wakenya msilale, lale, Wakenya msilale, bado maandamano. No, maandamano. Tubadilishe tuibe bado maandamano, bado maandamano, 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 bado maandamano, 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 bado Sasa jambo la mwisho, niliona mwingine akisema ati haikuwa maandamano, eti tuliharibu mali na tuliiba. Mimi nataka kukuambia wananchi walikuwa na amani mpaka polisi wakaleta fujo. Ni kweli au si kweli? Kama una hakika iko mali ya watu tulivunja, wachana na hawa wananchi, kujia Raila, mimi na wenzetu. Kama hautatukujia, wewe funga domo, uache kudanganya watu. Wananchi wapendwa, mujikaze. Hii ni wakati mbaya, lakini tukiungana haki itapatikana. Asanteni sana. Patia hawa nini? Patia hawa vijana hapa. MCS hapo. Kitengela oye! Kitengela tibim! Kitengela ria! Mimi naitwa Mheshimiwa Matuya. Mimi ndio MCA wa hapa Kitengela. Baba, nataka nikuambie ya kwamba Kajiado umebaki na kiongozi ambaye anasimama na watu ambaye ni Matuya. Na sisi tunasema kama watu wa Kitengela, gharama ya maisha isipopanda, tupatie tarehe. Asante sana. Kitengela oye! Kitengela oye! Mimi naitwa George Yogo kutoka Kajiado North Constituency. Baba, tunakuhakikishia wafanye wanavyofanya, lakini tunasubiri tarehe. Tunarudi kwa barabara. Kitengela mambo! Kitengela mambo! Mimi naitwa Mheshimiwa Gor Jaluo moja kuchaguliwa kaunti ya Kajiado. Bado mapambano, au sio? Kitengela oye! Kitengela oye! Mimi nataka kuhakikishia baba, tuko pamoja na wewe kwa haya mazungumzo, na wakikataa kutusikia tupatie date. Mimi hapa na Mheshimiwa Matuya tutafanya kazi ya Kitengela. Mko sawa? Haya. Kwa majina naitwa Lydia Ngaira, si mnanitambua? Demu wa mtaa, si ndio? Haya. Kitengela oye! Kitengela oye! Unajua Kitengela ni Kenya kwa sababu hapa kuna Wakikuyu, Wamasai, Wajaruo na kabila yote. Lakini kuna mtu mmoja kutoka kwetu nyumbani ambaye ameanza kunyamba Kenya. Anaitwa Gachagua. Gachagua akifungua mdomo ni kupiganisha Wakikuyu na kabila zile zingine. Kazi yake ni kuongea mambo ya mzee Raila Odinga na kutisha viongozi wale wengine. Kwa niaba ya Wakikuyu, mimi nataka kumwambia ya kwamba sisi Wakikuyu tunaheshimu mzee na tunaheshimu kabila zingine zote. Iyo Gachagua anasema iyo ni mambo yake. Maandamano ilifanyika, akasema hataki maandamano. Mazungumzo ikakuja, akasema hiyo mazungumzo haitaki, hakuna mahali inaelekea.
tunataka kumwambia kwamba yeye, hiyo mazungumzo ikikwama kidogo, kama vile mmesema, tutarudi kwa maandamano. Na shida yake kubwa, nielezee wa Kenya, shida kubwa ya Gachagua kwa mazungumzo, hata si ya Raila. Shida yake kubwa ni hiyo cheo cha Prime Cabinet Secretary. Mashindano yake na Musalia anatuletea makasiriko juu ya hiyo. Aambiwe ya kwamba hiyo ni wao wameleta, sio sisi. Sawa sawa. Na ya mwisho nikasema, baba Raila Odinga, hii ikishindikana kabisa, hata bila maandamano, hii Kenya kama ni ya Gachagua na watu wachache, kwa sababu walisema hii ni kampuni, basi tukatane Kenya, sisi tuwe na Kenya yetu. Si ndio? Tuwe na Kenya yetu, tuwe na wimbo yetu ya taifa, bendera yetu, our coat of arms, na baba Raila Odinga awe rais wa jamhuri yetu. Thank you very much. Na sasa rafiki yetu sana hapa Fred Kitengela hoye! Watu wa baba inua mkono, watu wa baba. Haya, mimi naitwa Fredrick Okango na mimi ni kijana wa baba. Tuko na ujumbe moja peke yake kwa Ruto. Juzi amesema ati yeye anataka tuseme mambo ya mazungumzo, lakini akabadilisha, akienda kwao anasema ati sisi tunataka mkate nusu. Sisi tulimwambia tunataka mkate nusu. Nyinyi mnataka mkate nusu? Basi wewe Ruto na Gachagua, sikiza leo. Tumesema tutazungumza, lakini wewe ukizidi kutusi Raila, ukizidi kutusi mama, ukizidi kutusi Waria, tutarudi wapi? Tutarudi wapi? Asanteni sana. Kitengela hoye! Kitengela hoye! Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Moses Ogeto. Mimi ndio kiranja ya Nairobi na kijana ya baba wa mwisho. Tunasema hivi, imebaki siku 40. Wakikataa kuelewana tutarudi barabara. Tutarudi barabara. Ni wangapi tuone kwa mkono, ni wangapi? Asante sana. Hello. 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 Sasa Bwana Ruto, baba Ketoraka hapa anafanya biashara. Ketoraka baba Ketoraka hapa. Oh, Ketora erende. Sisi tunasema kama wana Kajiado, sisi si watu wa nyama ama mchele. Sisi ni vijana waliibia sisi kura, wakakuja kupiga vijana wetu risasi eti kwa sababu tunatafuta haki yetu. Tunataka kuambia sisi kama vijana hatuwezi rudi nyuma. Tuko mbele ya Raila Omolo Odinga, tuko nyuma ya baba, na tutazunguka Kenya yote tukisema hatuwezi tishwa. Kwa hivyo naomba wafuasi wote wa baba, pahali mlipo, hapa Kitengela, hapa Kajiado, tusimame imara kabisa. Hata kama hatuoni viongozi wetu wanaimba hivi, lakini sisi tusimame nini? Tusimame imara, na Mungu awabariki. Hello. Hello. Neno la mwisho. Kwanza sisi tumwambia Ruto awache biashara ya kununua wabunge. Wabunge wananunuliwa, wanapigwa mnada kama ng'ombe au mbuzi. Alafu wanaenda pande ile, wanasema wanaenda Ikulu kutafuta maendeleo. Hakuna maendeleo katika Ikulu. Wale wananunuliwa kama kuku. Sasa tumesema kwa sababu wabunge wamenunuliwa, kama wewe ulichaguliwa na chama cha Azimio, iwe ODM, iwe Jubilee,
iwe Wiper, iwe DAP na kadhalika. Kama unataka kwenda kunyakwisha, rudi kwa wananchi, turudi naye kwa debe, sawa sawa. Jiuzulu, urudi wapi? Ili ukichaguliwa sawa sawa, usipochaguliwa shauri yako, si sawa sawa, si sawa sawa. Alafu huyu bwana Gachetha kila siku yeye anazoea kusema anaongea na mimi kama mimi ni rika yake. Hana heshima, mdomo yake ni chafu, tena anaeneza siasa ya ukabila. Akiongea anasema sisi watu wa Mlima Kenya hatutaki mambo yenu. Yeye anasahau ati yeye ni makamu wa Ruto. Sasa yeye anasema kwamba anaongoza serikali ambayo watu wa baba hawamo ndani yake, na wanafanya ubaguzi kwa upande ya ajira ya watu. Wanaajiri tu watu yao peke yake. Makabila mengine, Masai, Wakamba, Waluhya, watu wa Mijikenda, Wajaluo hawana haki huku ndani. Tunaelewana vizuri? Hiyo sio Kenya tulipigania. Tunataka Kenya moja ambayo inatambua makabila 46 wote wa Kenya kama wa Kenya. Siasa ya ukabila mpaka tumalize. Siasa ya ubaguzi mpaka tumalize. Siasa ya ufisadi ya kununua bunge mpaka tumalize. Ama sivyo? Siasa ya ufisadi tumalize. Alafu anasema ati mimi nataka handshake. Niambie bwana Gachagua, mdomo yako chafu, mkono yako chafu, mkono yako imejaa na damu ya vijana wetu ambayo umewaua. Umetuma polisi akanpiga risasi vijana wetu wakawaua. Kwa hivyo wewe ni mtu mchafu. Wewe maskani yako nataka kwa jela ya Kamiti au Shimo la Tewa. Sawa? Si mtu wa kusalimana naye. Kwa hivyo wananchi, mimi nataka mkae gangari. Mkae gangari. Ile timu yetu itazungumza kule. Lakini ikigonga mwamba, tutapiga firimbi. Mtamwambia nyinyi jitokeze. Vijana mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari? Nione mkono hapa. Sasa siku hiyo tukienda tunasema nipigwe pingo sitarudi nyuma. Nipigwe pingo, nipigwe risasi, nipigwe risasi, niwekwe jela, niwekwe jela, sitarudi nyuma. Hata Ruto aseme, hata Ruto aseme, hata Ruto aseme, sisa tutarudi nyuma. Azimio! 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 Asante sana vijana. Olanga mugamba nubube, olanga mugamba nubube, umoja wewe nubube, nubube. Leo ni leo, leo ni leo, leo ni leo. Asemaye kesho ni muongo, asemaye kesho ni muongo, mama ni muongo, ni muongo. Tunasema Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kenya mpya inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Nchi ambayo kuna raha na ustawi. Inawezekana. Na inawezekana. Leo ni leo.
leo ni leo. Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Inawezekana. Haki iwe ngao na mlinzi. Leo ni leo. Tukae na undugu. Inawezekana. Amani na uhuru. Leo ni leo. Raha. Inawezekana. Tupate na ustawi. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo.